watoto wenyu waendelee kuwa fukara nigetha ciana citu nicio igatha ciana cianyu kaenyu ciana cianyu itangiathana si wanaweza ongoza. Sasa tuendelee na hiyo affordable housing. La mwisho nikimalizia, mumeona ile hasara tumepata Nairobi na sehemu zingine Nyeri, hata kwetu Kikuyu. Mumeona huko kwetu Kikuyu hapo Dagoretti watu wamevamia mpaka police station wakachoma, wengine wameiba bunduki 5 ziliibiwa hapo Dagoretti. Nimepokea habari leo asubuhi moja ya zile bunduki ziliibiwa hapo na ikashikwa juzi. Already within 2 days ilikuwa imefanya robbery Naivasha. Mimi nataka niwasihi, hii Kenya ni yetu sisi wote. Tusikubali kuchochewa mambo ya vita na vurugu. Sisi viongozi, na mmeona vile nchi zingine za Afrika huenda mambo yakiharibika hapa, wenye watateseka zaidi ni nyinyi, hasa wa mama na watoto. Kweli si kweli? Viongozi wote wanaingia mandege na watoto wao na familia zao, wanaenda Dubai, wanaenda Amerika, Uingereza, na wako na vitu huko, wanaenda kuishi wapi? Sisi tunaachwa tukichinjana kama kuku. Tumeona nchi jirani zetu zingine. Sudan 4-5 years ago, Sudan was a nation like Kenya. Leo Sudan hakuna nchi. Kweli si kweli? Na ni sababu ya siasa. Na tumesema hakuna mtu hana haki ya kuprotest ama kufanya maandamano. Lakini kufanya maandamano sio kusema uzuie huyu mama na ako na mtoto mchanga afungue soko lake, auze, apate pesa ya kulisha mtoto wake. Kweli si kweli? Maandamano sio kusema uvamie kituo cha polisi, ofisi ya DC, ofisi ya chief, uchome na hiyo ofisi ni wewe inapea huduma. Si ni kweli? Na nataka nikubaliane yale rais alisema juzi. Ni lazima tutengeneze sheria ambayo itatuelekeza vile tutafanya peaceful and unarmed processions and protests in our country. Ili kama kuna maandamano, tuseme tunafanya maandamano hapa Kadhiani, tuseme tutatembea kutoka Keno tuende mpaka Kadhiani, si ndio? Na masaa yetu itakuwa saa 3, ikifika saa 6 to present petition kwa DCC ama kwa mbunge wetu wa Kadhiani pale kwa ofisi yake. Kama tunataka atuongeleshe na kila mtu aende za. All civilized nations and democracies, that is what happened. And I want to say and confirm that when the Ministry of Interior finishes with the work they are doing to draft a draft law on how to regulate our ways of picketing, demonstrations or holding processions, to designate areas where we can do our picketing peacefully, to designate times we will do, and even levels of officers who would receive public petitions and listen to members of the public. The National Assembly is ready and we are willing to ensure that we legislate a law that we will ensure that in future, and not in the distant future, that we can have peaceful demonstrations, processions and picketing in our country without any loss of life or without any loss of property. Si ni vizuri tutengeneze sheria? Because laws are made for man, and laws are made to create order in society. And we have seen from the recent acts that a culture of disorder, a culture of anarchy is creeping into our democracy, and we must ensure that we regulate how we conduct our public affairs even when we want to protest. Jaria Gikuyu. Ndauga atiriri tutigathukangie indo kana tiguo. Mwaci na wabici ya DC guko Kadhiani ri
Kimani wa Icũng'wa nĩagoka kũheo service hau nĩ DC. Mwaci na borithi yanyu rĩ. William Ruto nĩagoka kũhoya ũteithio wa borithi. Ewe ng'ombe yaku yaiywo gũthiĩ kũ? Si unaenda kwa hiyo polisi? Alafu tuicho? Ndio tunasema sisi kama viongozi wenyu mtukubalie Wizara ya Interior wakitengeneza sheria ambayo wamesema watatengeneza ya kuhakikisha kama tunafanya maandamano of peaceful processions, tumeweka sehemu kama ni kwa town zetu mahali watu wanaweza kusanyika kwa njia ya amani. Kama wako na petitions wanataka kupelekea viongozi wa serikali ama mtu yeyote, waambiwe mtapeleka mahali fulani. Maafisa wa serikali wenye watapokea petition yenyu ni afisa kiwango fulani kwa ngazi za serikali, na akipokea tunasema masaa yetu ya maandamano ni saa hii mpaka saa hii, na hakuna mtu kufunga barabara. Sasa tunalia barabara ya Kadhiani, si ndio? Keno kwenda mpaka Kaani, si tunalia ilikwama. Now imagine hiyo barabara ijengwe. Hivyo tumesema na mwaka moja iishe. Next year tuseme tuko na maandamano. Tushike tairi, tuhakishe barabara ipate mashimo. Ithuke, no kare hapa leo. Ndito ithue. No besha cito. Ndaigua ta ndamuhemo hahe muingi muno muthe. Nimukwenda ndirishoka? Njoke ringi? Nimwanjira njoke ringi? Nitembe tena? Tuendelee na hii empowerment. Nyinyi ndio mnatupea ruhusa tuendelee na empowerment. Tusisikize kelele. Tuendelee na nyinyi. Na nyinyi, mimi mmesikia nimewaambia hiyo kazi ya empowerment inaambatana na manifesto yetu ya Kenya Kwanza, si ndio? Pia inaambatana na yale mambo hata ndugu yetu Kalonzo Musyoka amekuwa akisema ya 24-hour economy, si ndio? Sababu la muhimu, baada ya miaka 5 tutakuja tuulizane, wewe William Ruto na Kindiki, tondu mwena irima mutigua ringi ona ni numagwo ngetwo ringi ngetwo wa Mdonyi ati ni undu wa saa ingine ringi ona ni njitagwo muka wa Ruto ati ni numireire Ruto muno tha ndi muka no ndimeraga